Tukirudi hapa jijini Nairobi, siku ya wapendanao ni kitambaa cha kuvutia ambacho kilichofumwa kwa nyuzi za upendo. Siku hiyo pande zote za jiji huwa na hadithi ya upendo ambayo inayosubiri kusimuliwa, lakini kwa miaka yote jambo moja hujitokeza: maua ya waridi mekundu ndio zawadi kuu. Siku ya wapendanao Februari 14, ambayo ni siku ya Ijumaa baadaye wiki hii inapokaribia, mwanahabari mwenzangu Vera Mora alitembelea wataalamu wa maua na kampuni kubwa zaidi ya kuuza maua hapa nchini Kenya na kutuandalia taarifa ifuatayo. Chanda chema huvishwa pete, na siku ya wapendanao inayoadhimishwa kila Februari tarehe 14. Hali ya hewa siku hii angalabu huwa na ahadi ya mahaba, kutoka kwa wanandoa wachanga wanaoburudika kwa vikombe vya chai hadi kwa wenzi wa maisha wanaoshiriki matembezi ya jioni tulivu. Ninapokutana na Ivy, mkurugenzi wa kampuni ya Blooming Blooms, walivyoyapanga maua tofauti tofauti ili kuendana na kiini cha upendo katika kila shada, ni taswira ambayo haiwezi kusahaulika. Na ikiwa wiki ya mapenzi, tayari wateja ni wengi. I love the fact that Kenyans, we've embraced flowers in a very different way. So you find it is not only one day that we get to celebrate love. It is every day. It's when a baby is born. It's when someone is proposing. It's many occasions, so we get to celebrate love every day. But because Valentine, many people have put so much focus on it, that's why it looks like it's the main day. Taratibu wanapanga shada zilizowasili kwa mikono yao kwa ustadi, wakiwa na uzoefu wa takriban miaka 10 katika tasnia hii. Wanapanga kila ua kwa wakati ili kuwafanya wanunuzi wao kuvutiwa. Lakini kwa nini maua siku ya wapendanao? So there are people who their love flower would be sunflowers, or their love flowers would be the little white ones, Gypsophila. But red has been, like, over many years, since century, symbolizes love. So yes, we do love, we'll do red in plenty, but other flowers also cut across, they come in. Kila mpangilio wa maua huwavutia watu wengi, na siku hii kila mteja anahitaji kujua shada ipi ndio inafaa mpenziwe. There's things like giftings, where you get to know your loved one. You realize what they like, you put it together, but when it is accompanied by flowers. So you have the option of taking the flowers alone, or put it together with a gift, or just take the gifts alone. Tofauti na simulizi kwamba siku ya Valentines ni siku inayosherehekewa na marafiki wa kimapenzi pekee, katika miaka ya hivi karibuni inajulikana kuwa wazazi au walezi hupewa maua na watoto wao ili kuonesha upendo wao, na marafiki vile vile husherehekea upendo wao siku hii. Japo swali wanalojiuliza wengi ni iwapo maua ni ya kina dada tu. Because the name Valentine is so feminine, so it kind of looks like it's men gifting the ladies, but really not. It is just surprising or celebrating your loved one. Our community here in Kenya, we are still embracing that, because men are still feeling, hey, she bought me flowers, why? But it is just a nice gesture. And the same way we have flowers for men, we also have gifts for men. Kote jijini Nairobi, watu husherehekea siku ya wapendanao kwa njia zao za kipekee. Kwa wengine ni mapochopocho ya jioni katika mkahawa wapendao, chini ya mwanga wa mishumaa na shampeni. Kwa wengine ni mlo wa kujipikia nyumbani. Wachuuzi wa mitaani hujipanga na puto za rangi mbalimbali, chokoleti zenye umbo za moyo, ishara ya mapenzi, au kusafiri na kujiburudisha na wapenzi wao kwenye bustani ya hulka yao. Cha muhimu ni ukiona tabasamu ujue roho imetulia kwa namna yake. Vera Mora, KTN. Dhana potofu, mtazamaji, na